yake ya siri kuwali kubwa ikiwa inatoshea kichwa ya mtoto. Kwani unafikiria kwamba hiyo nini yako ndio kubwa kuliko kichwa ya mtoto? Hakuna msichana ambaye sehemu yake ya siri ni ndogo. Ati sasa ashida ikuetoi hapo inasikia uchungu. Eti my friend, kudanganywa unadanganywa. Anatoa milio ya mbuzi na ya kondoo na wengine anatoa mpaka ingine. Nilisikia baba mwingine Mugisi anatoa sauti za Kiswahili na kudanganya. Wanawake wote sehemu ya siri na kuweka kubwa. Kwanza akianza kusikia feeling ya kutakwa machi yote. Oh my goodness, guys, that is Pastor Kanyari. And guys, I have to review these videos. Juu saizi Pastor Kanyari ameamuka and now he is defending his church, okay? And guys, hii imeletwa na video zenye zina trend saizi za Marion Naipei na wasichana wengine hapo wenye wamekuwa wafuasi ama wenye wamekuwa wakienda church pale kwa Pastor Kanyari. So Marion Naipei kuna video yake ina trend ya yeye akikisi msichana mwenzake and they were even live, yani walikuwa live. Kwa hivyo hiyo ni kitu yenye ili happen live, okay? And Pastor Kanyari kuona hivi na kuona like watu wana blame yeye. Juu yeye ndio alichukua Marion Naipei akampeleka kwa kanisa. Zile tabia za Marion, okay, mbaya zenye alikuwa nazo hapo nje, akazichukua akazipeleka kwa kanisa. And now after kukaa kidogo, Marion Naipei kitu yenye anafanya ni like sasa ni kuaibisha kanisa, okay? Lakini guys, kitu yenye nataka mjue ni ati Pastor Kanyari hizi drama ye mwenyewe, hii si kitu mgeni kwake. Hizi drama ye mwenyewe amekuwa nazo and I want to show you haraka ndio tusi waste time. Kuna Pastor Kanyari, ile ya Pastor Kanyari, Pastor Kanyari, Pastor Kanyari with Rish Kamunge. Rish. Haya. Kuna video Rish Kamunge alikuwa anaonyeshana matiti, ndio hii akiwa na Pastor Kanyari. Haya. Kanyari, enjoy with me. Enjoy with us. Let us enjoy before we die. Na by the way, Rish, nikuulize, hizo matiti zako ni za ukweli? Come check it out. So guys, umeona huyo mtu mwenye amewekwa hapo, huyo jamaa mwenye amefungua mdomo yote amewekwa hapo juu ya Rish Kamunge venye alifanya, na unasikia Pastor Kanyari venye amemuuliza, okay? Na huyu ni pastor na ako live, okay? Aya, kutoka hapo kuna ule mama mwingine. Aya, kuna ule mama mwingine alikuwa anakunywanga na Pastor Kanyari. Hebu tuone. Aya, Pastor Kanyari and msichana sikumbuki alikuwa anaitwa nani. Na walilala live the whole night. Pastor Kanyari aache kudefend kanisa, hatujamsahau. Pastor Kanyari drunk. Kuna hiyo video alikuanga na msichana, iko wapi hiyo video? Kuna video, let me see. Kuna video alikuanga na last year but one online hapa, alilala the whole night akikunywa akilewa na huyo msichana. Guys, hiyo video sijui iko wapi. Tusikie yeye alikuwa anasema nini. I think ule akupendi wachana wewe. Kama adu akupendi, jipende mwenyewe. yeye alikuwa anasema ujipende. Sana hapo. Hiyo video kwani iko wapi? Mbona haionekani? Sijui mbona haionekani. But there is that video. Pastor Kanyari the whole night alikuwa na mwanamke kama amelewa. Na guys, huyo mwanamke alisema nini? Alisema kuwa Pastor Kanyari alimkula.
Pastor Kanyari alimsource tena vibaya sana. Saizi Pastor Kanyari ana defend church yake, anasema kuwa hao watu wanaenda kufanya hizo tabia huko nje, lakini yeye mwenyewe ndio anabremiwa. But let me tell you guys, that is the reality. Wale wanafanya hivyo juu wanajua hata wakitoka huko nje wakienda wafanye sarakasi na drama, hata inawezekana kuwa ni kitu wameplan, inawezekana, na wataenda. Saizi nimesikia wakisema wataenda waombe msamaha, of which is very very sad. Okay, mbona wanacheza na jina la Mungu? Lakini acheni niwaambie, unaona ati venye wanasemanga ati ni anointing and whatever, usiwahi cheza na jina la Mungu, usiwahi cheza. Unaweza fanya drama zote zenye unaweza fanya, lakini usicheze na jina la Mungu. Wale watu wenye actually hata hakuna shida juu najua wanaweza kuwa ni drama, they are creating drama, na drama zenye wana create wana involve jina la Mungu. But wale watu wenye wako pale, the followers wa Kanyari, wenye wanaenda pale wakiwa na imani ati nikienda pale nitaponywa, nikienda pale nitapakwa mafuta, nitakuwa niko sawa, maisha yangu itachange, wale nao ni aje? Au wana create content? Wale watu wenye wanaenda pale na imani, na Pastor Kanyari anawako inaitangwa aje, like wameenda pale wakitarajia wakitoka pale watatoka kama wako na Mungu, but wakitoka pale my friend, wanaenda wanachukua mashetani, wanakuwa wako involved na mambo ya ushetani, mambo ya umalaya, mambo ya ukahaba, na bado kanisa inaendelea. Guys, this is very sad. Mi hata kama ni kutafuta pesa guys, kula pesa zenye zinafaa kula. Yani sitaki kusema ati like juu unajua hizo pesa zinaweza isha na siku moja. Mimi nimeona watu wamepata tu pesa hivi hivi, na my friend, acheni niwaambie, Mungu huwa anawachapa na kitu, either maugonjwa, either anawachapa na vitu mbaya, and the whole of their life wanaishi na shida. Okay, kitu tu kidogo. So tafadhalini, I beg, usicheze na jina la Mungu. Kama ni mambo ya ushirikina, ushetani, enda uchape venye unataka, kuna mtu atakuuliza. But the moment umesema umeenda kanisa, na ndio maana hata siku hizi mimi siendagi kanisa, nasemanga acha tu nikae kwa nyumba, niombe, nimtukuze Mungu wangu, nimshukuru, na hiyo inaishia hapo. Juu saizi hata ukienda kanisa, what are you going to do there? Kama mambo ndio hayo, unaenda kufanya nini? It's very sad. It's very very sad guys. Lakini mambo ni mengi, wakati ni mchache. Wao wanatafuta pesa, acha waendelee kutafuta pesa. Ile siku Mungu atawaamkia, my friend, they will never believe their life. Yeah, that is it.